huzuni tu, yani ni huzuni kwa sababu sikutegemea kama hii dabi tulioiongelea ndani ya misimu mingapi, sio mwaka mzima, sio miezi mingapi, afu leo kuja kutufanyia kitendo kama hiki. Haistahili kabisa. Ujue shida sio mimi wala shida sio nani. Shida mimi naonea huruma waliotoka nchi za watu. Kuna watu wametoka mbali. Mimi bora atisi mimi na Kagongo la Mboto nauli shilingi 500. Aya mtu unakuja unailisha mechi ya dabi. Alafu mtu katoka Kenya. Nauli ya Kenya ni shilingi ngapi? Tuachane na Kenya. Mtu unailisha dabi. Mtu katoka Mwanza, mtu katoka Mbeya, mtu katoka Sumbawanga. Hivi je, uniambie kwamba kitu kimoja kwamba nauli ametumia shilingi ngapi? Alipe tiketi, alipe guest ya kulala, ale afanyeje na kila kitu kile, akate tiketi, alafu aje aiangalie dabi. Alafu dakika ya mwisho inafika asubuhi, mtu anasema kwamba dabi ipo kama kawaida, hakuna kipengele. Kipengele labda kiletwe na wao. Ushaelewa? Yani kipengele labda kiletwe na wao. Tumetoka hapo ilikuwa asubuhi, ikaja saa 5, ikaja saa 6. Jamani, mechi ipo au haipo? Wakaulizwa, mechi ipo kama kawaida, haina kipengele. Unielewa vizuri? Haya sasa tumetoka saa 6, tumekuja saa 7, tumekuja saa 8, tunakuja saa 9 tunaambiwa mechi hamna. Tutaipangia siku. Haya sasa swala na huo muda wakati tunasema kwamba mechi ipo. Nani kamuogopa mwenzake? Ujue tukisema kwamba nani kamuogopa mwenzake kwa sababu inafahamika muoga nani. Alafu wewe unaogopa kuleta timu uwanjani wakati kikosi chako ni cha bilioni 7. Kwanza tukubaliane kwenye swala la usajili. Kikosi cha bilioni 7. Wanasema kikosi cha Yanga cha bilioni 2. Sasa je, bilioni 7 na bilioni 2 ipi nyingi? Alafu leo hii unakuja kukimbia kikosi cha bilioni 2. Alafu sasa unakuja unasema kwamba sijui mimi nimesuhiwa kufanya mazoezi ya mwisho. Sasa je, mazoezi ya mwisho na umuhimu gani? Naomba niwaulize swali. Mechi tunawapiga goli moja hapa, Kijili anajifunga. Yanga alikuja kufanya mazoezi ya mwisho? Kocha sometimes kwamba na bodi ya ligi yenyewe iangalie, iwaonee huruma watu wanaotoka mbali. Watu wanatumia gharama, watu wanatumia hela. Watu hawaji kwa miguu, watu hawaji kwa ungo kama Sumbawanga. Hapana. Huyu hapa lazima awe mnyonge. Na sio kwamba yeye peke yake, mimi mwenyewe mnyonge kwa sababu tayari sifaidi kitu ambacho nataka nikione. Au Simba wameingia. Hamna, Simba hatuwezi kuleta timu. Simba hatuwezi kuleta timu maana kipengele. Dabi ilikuwa haina kipengele ila mtani amekileta mtani. Kipengele ameanza kuleta mtani. Hata kipengele mmekiletaje? Kwanza unajua sheria zetu sio Tanzania tu kwamba sheria wameitunga Simba, Yanga au TFF. Tunajua umuhimu wa kila mechi, namna gani timu mgeni anatakiwa apewe uwanja na afanye mazoezi muda husika ambao mechi itachezwa. Ndio iko hivyo na ndo kanuni hivyo. Lakini Tanzania ndio kitu cha ajabu, timu husika inaenda kufanya mechi, inaenda kuweka miili sawa, mazoezi, wakaenda kazuiliwa getini. Kwa hiyo kipengele mtani ndio alianza kukiletea pale. Lakini moja kwa moja kwa timu yangu ya Simba angeangalia mashabiki. Of course kwa kanuni Simba yuko sawa kabisa na sheria tumeiona na wametudadavulia kabisa, inaeleweka umuhimu wa mazoezi ya mwisho. Lakini moja kwa moja kwa timu yangu wangeangalia effect za mashabiki ambazo wangepata moja kwa moja. Nadhani wangeweka case mahakamani, alafu hii mechi ingeweza kuchezwa kwa sababu kuna mashabiki ambao wamepoteza hela, wamepoteza gharama mpaka sasa hivi hawajui. Ndio maana unaona mpaka sasa hivi mechi wameshatangaza kwamba haipo, lakini mashabiki hawataki kuondoka kutokana na vitu vingi ambavyo wamevipoteza. Ukiangalia gharama za nauli ambazo wametumia, pengine wengine maisha yao ya kawaida kama sisi ambao tumedunduliza mpaka kuweza kupata leo kuja kuona timu zetu. Lakini moja kwa moja unaona watu ambao wako juu wametukatili, naweza nikasema wametunyima burudani, wametunyima furaha. Simba na Yanga naweza nikasema ni kubwa kuliko mamlaka ya Tanzania. Yani TFF haiwezi Simba, haiwezi Yanga moja kwa moja. Yanga walishai kufanyaga mistake, hawakuhukumiwa. Simba hii mistake amefanya hata hukumiwa hivyo hivyo. Kwa moja inavyoonekana mamlaka ni ndogo.